Ahmed Orutu maarufu kama Mzee Chilo. Jina hili limeathiri maisha yako kwa sehemu kubwa? Jina hili nashukuru. Kwanza namshukuru Muumba, yani yote haya anafanya Mungu wangu. Nashukuru sana. Na nashukuru kwamba watu wengi wanakubali jina langu na wananipa heshima nzuri sana. Nakubalika sehemu nyingi. Na ukitazama kwenye kazi zako, kwa kiwango gani unaona kama imekusaidia sana kutumia jina hili la Mzee Chilo? Kama nilivyosema, imenisaidia sana kwamba naweza kufahamika vizuri sana. Kwa watu wasiomfahamu Mzee Chilo, ni mtu wa namna gani? Mzee Chilo ni mtu wa kawaida, anaitwa Ahmed Orutu, amezaliwa katika milima Kilimanjaro, Moshi mjini, tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1950. Wakiwa wao watu 7 katika familia yao. Wamepungua wawili, sasa hivi wamebaki watano. Tumebaki watano kutoka kwa Mzee Yusuf Orutu ambaye Moshi alikuwa anafahamika kwa jina la Yusuf Ngozi, kwa sababu kazi alifanya baba yangu miaka yote ni kazi ya kuchagua ngozi. Na alishiriki kwenye siasa. Babangu katika waliokaribisha 5 miaka ya nyuma katika mkoa wa Kilimanjaro ndio yeye Mzee Yusuf Orutu. Na ni mzee ambaye aliweza kufanikisha ubunge wa Mama Lucy Lemek ambaye alikuwa ni mbunge wa kwanza pale Moshi mjini. Baadaye Meja Jenerali Muhyiddin Kimario aliweza kuwa nao kushirikiana pamoja na wakaweza kufanikiwa, wale wakaweza kuwa wabunge wa Moshi. Na watu mwanzo walimpokea Nyerere alipokuja Kilimanjaro kuja Moshi. Nilisoma shule ya msingi Moshi Majengo mpaka darasa la 8. Sekondari nilipata bahati ya kuja Tanzania Dar es Salaam. Baada ya kumaliza mwaka 1969 niliingia chuo cha wafanyakazi wa serikali, Civil Service Training Center, kwa kozi ya miaka 2 ya administration. Kazi yangu ya kwanza nilifanyia Kisarawe mwaka 71 pale Uomani, na mpaka juzi niliwahi kwenda kuangalia leo. Wakati mwanangu alipokuwa DC pale. Mwanangu wa kike alipokuwa DC pale. Ndio keti. Yes. Alitupa nafasi ya kwenda pale na kwenda na nilionyesha ofisi yangu kulipo kwa hiyo miaka ya 11. Baada ya hapo nilipata fursa ya kwenda kusoma chuo cha Kiislamu cha Madina. Baada ya kufanya kazi Tanzania Shoe Company. Lakini katika kipindi chote nilikuwa secondary school niliweza kushiriki katika maigizo mbalimbali. Electrician, niliwahi kufanya maigizo ya Shakespeare. Na nikawa katika maigizo mbalimbali. Ukawa na gap kidogo baada ya kuingia katika phase nyingine. Baadaye niliporudi, kuna watu ambao walikuwa wananifahamu wakisema kwa nini usirudi kwenye sanaa yako. Nilijaribu tena na kweli namshukuru Mungu kwamba nikakubalika. Na ndio nilipoingia mpaka sasa hivi niko mbele yako. Nimeona kwenye moja ya mishemishe yako au maisha yako umewahi kufundisha shule ya Weruweru. Yes, nilipotoka Saudi Arabia nilipata kozi ya ualimu na nilikuwa Kilimanjaro katika shule mbalimbali. Weruweru ilikuwa ni moja hapo, na Kibocho na Sama.
ni majengo pale na Old Mosque, ni shule ambazo nilikuwa nikipita kufundisha dini Uislamu. Nilikuwa kile alikuwa anafundisha dini. Yes. Saudi Arabia ulitoka mwaka 2019 sio? Hapana. Saudi Arabia nilikwenda mwaka 1978 mpaka 86. Yeah. Ulikaa miaka mingapi? Miaka 7. Miaka miwili ya kujifunza lugha na 5 ya masomo. Ya masomo. Maisha ya kule yalikuwaje? Maana tunasikia tu habari za Saudi Arabia. Simulizi ziko nyingi sana mtaani. Simulizi za mitaani ni tofauti na unapokwenda kule. Kule maisha ni mazuri na inategemea wewe umekwenda, kwa sababu ukienda kama unakaa Madina au Maka, definitely ni miji ya imani zaidi, ya Kiislamu zaidi. Kwa hiyo kwa yule ambaye ni mwana imani atakuwa very comfortable, ataweza kuishi kwa raha na kupata fursa ya kwenda kusali katika zile sehemu takatifu. Miji gani ambayo ulikuwa unaishi sana wewe? Nimeishi na Madina, lakini ilikuwa mtundu kidogo, sababu karibu miji mikubwa yote Saudi Arabia nimeweza. Nilikuwa nipata ile likizo fupi na kwenda Riyadh, kwenda Jeddah, kwenda Taif, kwenda Dammam. Kusema kweli miji yote mikubwa, namshukuru Mungu kwa hilo. Nilikuwa ni mtundu kidogo, sipendi kukaa sehemu moja na natafuta njia yote ya kuweza kujua hiyo miji mingine. Kitu gani kiwa kinakupeleka sana kule ambacho nakumbuka? Nikutaka kufahamu. Kwa sababu sikuwa natosheka na Madina peke yake. Saudi sio Madina peke yake. Sasa kuna mji mkuu Riyadh. Sasa zile sifa ambazo tulikuwa tunataja kuhusu Riyadh nikawa na hamu ya kwenda. Bahati nzuri ni Watanzania bwana wameenea kila mahali. Tanzania ni kama Wayahudi, kama Jews. Kila mahali wapo. Alafu ni watu wakarimu sana. Kwa nilipata familia ambayo nilikuwa nayo Dar es Salaam, kwa wako Jeddah, alafu wakahamia Riyadh. Shule walinipokea, naweza kutembea Riyadh nikaangalia. Unajua kwenye maisha yetu ya kila siku, kuna mambo ambayo tunayaona labda kwa umri ama kwa kuishi, ukilinganisha na nchini kwetu. Kitu gani ambacho unakiona kinafanana ama tunatofautiana kwa tabia ama tamaduni ama mwingiliano? Tunatofautiana kwa sababu hii miji ya kwetu sio miji ya kidini such. Ni miji ambayo ina watu wa aina mbalimbali. Mfano kama Dar es Salaam. Dar es Salaam ni hub. Dar es Salaam ni msemeji. Dar es Salaam ni makutano ya makabila mbalimbali. Dar es Salaam imebeba watu wa makabila yote unayofahamu ya Tanzania, hata ya nje ya Tanzania. Ni sehemu ambayo imetoa fursa kwa watu wengi kuishi. Dar es Salaam ni mji ambao watu wanaingia bila kutoka. Umeelewa? Ni mji ambao sema una bahati mbaya na bahati nzuri. Anayekuja Dar es Salaam hataki kuondoka. Kwa sababu kuna fursa za kila aina, hasa za kazi, za mapato, za kuishi, za kujenga. Dar es Salaam kuna fursa hiyo sana. Na kila siku Dar es Salaam inapanuka. Na kila siku Dar es Salaam watu wanaongezeka. Nakumbuka walikuwa kwa mikoa miaka ya nyuma walikuwa fanya takwimu baada ya mitihani ya darasa la 7. Watu karibu 200,000 lazima wateremke Dar es Salaam. Watu wengi wanaingia kuliko kutoka Dar es Salaam. Kwa sababu ina fursa hizo. Napenda kuelimisha watu, napenda kuelimisha wanafunzi. Napenda kwamba ninapotoa kitu watu wakipokee. Na namshukuru pia Mungu kwamba nilipokuwa secondary school nilipata training ya elocution. Elocution ni ile kusimama na kuzungumza na watu, kutoa mashairi au kutoa hadithi au nini. Nakumbuka nilipata mwalimu ambaye
train sana nilipokuwa Azania Secondary School. Na alikuwa sengine na surprise. Kwa nakumbuka mara ya kwanza alikuwa ananisomesha mashairi ya Kizungu ya Kiingereza na maana. Siku moja katika school assembly, tulikuwa tunafanya school assembly siku za Jumamosi. Sasa bila kunitahadharisha kabla, ghafla akaniambia nije mbele na nianze kuyasema ya mashairi kwa Kiingereza mbele ya shule kwenye assembly, kwenye mkusanyiko. Nashukuru niliweza. Na baada ya hapo tena ikawa swala la kukabili watu alinisumbui tena. Yeah. Umesoma Tanzania, katikati ya mji hapa. Maisha yako ya shule yalikuwaje? Ambacho nakikumbuka sana. Yalikuwa mazuri na tulipata nafasi ya kuwa marafiki wengi, tukawa pamoja. Hata tamu za jioni pia tukawa pamoja, tunatembelea kumbi mbalimbali Dar es Salaam na miaka hiyo. Tukaweza kufahamiana. Ni kama mtoto akishua hivi. Mjini sana. Nini maana mtoto akishua? Maisha fulani mazuri. Hapana, tumeishi maisha ya kawaida sana. Ya kawaida sana. I mean, sio ya hali ile ya kisuna kusema wewe. Wala sio maskini sana. Ni kati na kati. Ndio. Hutamani kufanya kazi ya mzee ya ngozi? Sikutamani. Unajua mtu ukishasoma kidogo na ukapenda ualimu, sasa naona kama ukirudi kule utaanza upya. Yeah, mimi kufundisha napenda sana. Fundisha? Yes. Napenda sana. Ulijifunza pia mambo ya kilimo? Kwa sababu ofisi nilikuwa nafanya kazi Kisarawe ilikuwa ni ofisi ya mambo ya kilimo. Ulikaa sana kwenye kilimo ama? Hapana, nilikaa muda mfupi tu. Kama unavyosema, mimi bwana nilizoea sana Dar es Salaam. Kwenda kukaa Kisarawe ilikuwa inanipa shida sana. Siku za mwanzo nilikuwa nakwenda na kurudi. Toka ofisini basi alfajiri na basi la bwana mmoja marehemu maskini alikuwa pale Kipawa, anaitwa Hapa Je. Hapa Je, lakini watu walikuwa wanaita Hapa Je. Tulikuwa tunapandia pale Msimbazi, petrol station karibu na polisi ya Msimbazi pale. Saa 11 alfajiri. Saa 1 kamili uko Kisarawe. Sasa ilinichukua muda mpaka kukaa kweli Kisarawe. Iliniwia ugumu kidogo, lakini baadaye nikalazimika nizoe, sababu ni kazini pale. Kaanza kupajua Kisarawe na pia wenyeji walinipokea vizuri. Kina Mzee Zavala alikuwa ni mbunge pale Mzee Zavala. Na DC alikuwa bwana Miraji, mkuu wa wilaya. Na watu wengine kama wakanishawishi kwa nini sio na baki. Tukatoa nyumba pale na kweli nikawa naishi Kisarawe. Kwa tena huku ni weekend. Wapenda maisha. Jumaa jioni. Alafu uzuri au baada Dar es Salaam nilikuwa nakaa na nyanyangu, mzaa mamangu. Sasa unajua lile deko lile. Nikawa na kama na mishi napokuwa sipo pale. Nikirudi tena kuna ubwabwa na Dar es Salaam, nje ubwabwa na marage na nini. Kwa na mishi sana. Nikana yapata siku za weekend. Kwa hivyo nakusumbua ile. Mazuri yana tabu. Ulikuwa unaweza kupika maharage? Baadaye ilibidi nijue kupika kila kitu. Yes, isipokuwa chapati ndio inanishinda, lakini wali hivi, mchuzi, tizi nini naweza kupika.
Ulitoka vipi kwenye kufundisha? Ni kushiriki katika mambo ya biashara, kufanya kazi na ni katika kujiendeleza tu, kufanya shughuli zingine za salesmanship. Ulianza kufanya biashara pia? Lakini biashara ya kuajiriwa, sio biashara ya mimi mwenyewe. Ulikuwa unavutiwa na biashara? Biashara gani sana? Biashara nilikuwa nafanya kwenye kampuni ya Bora Shoes. Bora Shoes ambayo ilikuwa ndio zamani ilikuwa inaitwa Bata. Kuja Tanzania ikataifishwa, inaitwa Bora Shoes. Fanya kazi kuuza viatu, kuuza ngozi, na nakumbuka katika miaka ya 77 wakati huo Bwana Bakhresa, sijui kama yeye mwenyewe nakumbuka, alikuwa anashona viatu na aliwahi kumuuzia soli za viatu. Wewe ulikuwa unamuuzia? Yes, niliwahi kumuuzia wakati mmoja. Wakati uko pale Livingstone. Yes, ni kitu ambacho kina strike sana. Miaka 77. Ulikuwa unapeleka soli sasa? Ilitokea kuna kiwanda kiliungua, ikawa tunapata soles kutoka Kenya. Kwa hiyo kukawa na uadimu kidogo wa soli za viatu. Kisha mimi nikawa kwenye store ya Bata Shoes pale Mansfield, baada ya Samora, nyuma yake Mansfield, ule mtaa mmoja mfupi huko nyuma ya kanisa la Katoliki. Walifungua store pale, nikawa ndio fanya kazi wa pale. Kwa hiyo nikaweza kuuza hizo soli. Kwa tunakumbuka niliwauzia ni mmoja wao. Kwa hiyo ilikuwa ni mteja wako unampelekea kila wakati? Si kama yanakumbuka. Umefundisha shule tofauti tofauti? Ndio. Kama Kibosho? Yes. Bosho Girls. Jengo? Yes. Experience ilikuwaje? Nilikuwa napata fursa nzuri ya kufundisha katika hizo shule ambazo ni za boarding za wasichana. Walikuwa very attentive, wasikilivu sana. Hasa Weruweru. Mwalimu mkuu alikuwa Mama Mary Kam. Yeye alikuwa very particular juu ya wanafunzi, mafundisho na kadhalika. Ni mwalimu ambaye alikuwa ni unique. Yaani sio kawaida kuwakumbuka majina ya wanafunzi wake wote. Sio kawaida kabisa. Yeye alikuwa anafanya hivyo. Na alikuwa ananipa fursa siku zile za graduation kutoa ujumbe kwa wazazi, watoto kupeleka kwa wazazi. Alikuwa ananipa fursa hizo, nashukuru sana. Unakumbuka ulikuwa ni kitu gani unafanya kipindi hicho? Nilikuwa mwalimu. Ujumbe huo ulikuwa unatengenezaje? Ujumbe niseme si ni busara, si ni elimu ambayo Mungu mwenyewe ndio alinipa ya kumweleza binti kwamba anatakiwa aishi maisha ya namna gani. Kwamba ile elimu yake imfanye awe proud. Sasa ile elimu yake imfanye ajiendeleze na aendeleze umma wa Tanzania, kwa daktari au kwa mwalimu au kwa nesi, posti yote ambayo anaweza kaifanya vizuri kwa ajili ya kuisaidia umma. Lakini asiwe cheap kiasi ambacho mtu kwa sababu ana gari au ana pesa aweze kujisalimisha kwake kwa vitu kama hivyo hapana. Sasa ni vitu ambavyo nilikuwa navigombania sana, kwamba msichana, elimu yako ikufanye uwe na standard ya juu, uwe proud, uwe unaringa kutokana na elimu uliokuwa nayo. Usidanganyike na mwili wako. Mwili wako unaweza kubadilika wakati wote, lakini kile ulichokiweka kwenye akili yako na lengo lako ni kuelimisha umma, kumnyanyua yule binti mwingine ambaye akupata fursa uliyopata wewe, kuondoa matatizo alionayo familia ambayo haikupata bahati ya kuwa na maisha mazuri, kuondoa tatizo lote ambalo lipo kwa ajili ya linalopata wasichana
wa aina yako kuwanyanyua. Na mengine mengi siyakumbuka, miaka mingi sana. Sasa Mama Mary kama akawa anavutiwa na vitu hivyo na kunipa fursa ya kuzungumza siku za graduation. Ukiwa kama mwalimu wa kiume, kuna changamoto zozote ambazo ulikuwa unakutana nazo kufundisha shule za wasichana? Bado narudi kwa Mwenyezi Mungu kwamba aliniongoa sana. Kulikuwa na mitihani, lakini baada ya kuona mitihani, mimi ni mwalimu, kwa hiyo nikaona fall a prey, nisishushe hadhi yangu ya ualimu kwa vituko vya mabinti wachache ambao wanataka kujaribu kuondoa lengo langu la kufundisha na kuondoa heshima yangu. Na bahati mbaya tuzuri kwamba kwa unaofanya vituko hivyo, baadaye walipokuja kuwa wakubwa sehemu fulani, nikawakuta wakawa wanaelezea jinsi mitego walikuwa wanaifanya ya kwa deski la mbele na kupanua miguu na nini. Namshukuru Mungu alinasua katika mitego hiyo. Unajua ile ni kama unajua unawindwa. Unajua jamaa yuko pale na bunduki anakuwinda au na mshale na nini. Sasa huwezi kujitokeza, unatafuta njia kumhepa. Upite njia ambazo hata kuvictimize, kipindi hicho ulikuwa kijana, alafu una nguvu wa moto, namshukuru pesa. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Unawezaje kuvuka hivi tena? Ni kuamua tu. Ni kuamua kwamba mimi nitafanya kitu hichi. Kwa hiyo hakuna kinachokushinda. Hebu niambie kuhusiana na maisha yako ya familia. Ulifanikiwa kuoa? Nimefanikiwa kuoa na nina mtoto mmoja. Ni huyu unanifahamu? Unajua kuna watoto wa kulea na watoto wa kuzaa. Mimi na bahati nzuri ya watoto wa kulea wengi sana, wa kiume na wa kike. Lakini kuna huyo ambaye ni mwanangu mwenyewe. Mwanangu wa kike. Anaitwa Fatuma. Swali linaweza likawa, kwa nini una mtoto mmoja labda? Tushazoea Afrika sisi. Mimi siulizi, lakini namshukuru Mungu kwa sababu kuna wengine hata mtoto mmoja hakupata. Mimi Mwenyezi Mungu kanipa mtoto mmoja, namshukuru sana. Yes. Unaongeaje na binti yako? Maana umekuwa mwalimu kwenye shule za wasichana. Na alikuwa hapa secondary school amesoma Kunduchi Girls. Na mimi nilikuwa na kipindi pale pia cha kufundisha. Unaenda kufundisha pale? Yes. Kwa shule ambazo nilikuwa nafundisha pia. Yupo na mume wake na watoto. Watoto 4 sasa. Watoto 4. Yes. Ulikutanaje na mama yake? Unajua bwana, maisha ya kwenu vijana sasa hivi ni tofauti na ya kwetu. Maisha ya kwetu yani mpaka mfahamiane na msichana imechukua muda, kwa sababu mnaishi kaka dada, unaelewa. Kwa hiyo linapokuja swala la kuoa kweli, hilo ni jambo ambalo familia nzima lazima wajue, sio lile la kupelekana vichochoroni au wapi. Tofauti na nyinyi mnaishi sasa hivi kwamba fall in love tayari mnataka muoane au mnaamua muishi pamoja tu kienyeji hivi, alafu toana baada ya miaka 2, miaka 3, miaka mingapi. Tofauti ilikuwa na sisi siku za nyuma. Ni hapa sasa umejaribu kuzungumza tofauti ya sasa hivi. Wewe ulikutanaje na mwenzao?
unanipa mtihani. Hii ni hadithi ambayo labda inaweza kuwa ikatufundisha. Unajua, nimegusia hapa, nasema sisi zamani ilikuwa ni tofauti. Zamani ilikuwa ni wazee, ndugu wa majirani na kadhalika, ambao wao ndio wana ushauri juu ya swala hili. Kwa mimi ilikuwa ni tofauti kidogo, sababu kwanza nilichelewa sana kuoa, na la pili ni kwamba ilikwenda ikafikia hadi mama yangu alifariki, mimi bado sijaoa. Sasa hiyo kwa majirani ambao tunaishi vizuri, ikawa ni kitu ambacho kimewagusa. Kuna mama ambaye alikuwa yuko karibu sana na marehemu mamangu. Mama akanishauri kwamba unaonaje baba, hapa sasa ukaoa, ni kwa jambo zuri sana, kwa sababu nyumba mama akiondoka ni vizuri ukawa wewe na mwenzako. Nikamwambia mimi sina mwenzangu. Akasema basi utakuwa tayari nikuletee binti umuoe? Nikamwambia niko tayari. Kweli yule mama baada ya muda fulani akaniambia tufuatane, tukaenda nyumba fulani, akanibonyeza kwamba huyo binti atakayekuja kuhudumia hapa muangalie. Kweli kuna binti akaja akatuhudumia na nini na nini. Baadaye nikamwambia ndio sawa, kama umenichagulia wewe sawa. Basi na kweli baada ya muda mfupi nikamuoa. Kwa hiyo uko na vigezo kama vijana siku hizi wanasema na nini na nini. Sikuwa na vigezo. Uko na faili lako la vigezo mrefu mweupe. Kwa sababu hata hivyo vigezo huwa havisaidii lolote katika maisha, sababu pamoja na vigezo, pamoja na sherehe nzuri kubwa na nini, lakini tunaona matokeo, tunaona matokeo mbele ya macho yetu. Na inasikitisha kusema kweli. Watu wataje kama muda mrefu tayari huyu yuko huku, taja sababu za kiajabu sana. Hakuna uvumilivu, hakuna mapenzi ya dhati. Hivyo ni vitu ambavyo kusema kweli wale wanapata fursa ya kuelimisha jamii, turudishane darasani katika kuelimishana namna ya kuishi, namna ya kuvumiliana, badala ya kupata vigezo vingine. Hizi sherehe hizi za gharama, watu wanafurahia maisha na pesa, ni sawa? Ile sherehe unajua ni kutokana na michango ya wenyewe waliotaka ile sherehe. Sasa wewe kama ni bwana harusi au bibi harusi hapo umekaribisha hilo jambo, kwa nini ulaumu? Sherehe wamechangia. Kama wamechangia kwa ajili ya ukumbi mkubwa, wamechangia. Wengine wanachangia mpaka kwa suti ambayo utakayovaa. Kwa bidii uvae siku ile. Ni sawa? Bora. Sitaki kumbana na watu. Message kwenye simu zimejaa ni kuomba mchango. Unaogopa ukisema wewe hawezi kuchanga. Sitaki nikawa picha mbaya. Kwa sababu siku ile nikaalikwa mahali alafu nikasutwa. Kwamba hutaki kuchanga? Nikasutwa kama wewe ulisema sherehe mbaya na ni sasa mnafanya nini? Michango ile na wakati huo inarekodiwa. Ile michango vipi ikihamia kwenye kuwasaidia watu badala ya labda watu wanataka kuoana basi tunachanga kama sherehe, watu wafanye maendeleo kwa watu ambao. Kwa mimi ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti kwa sababu watu wanapoamua kuchanga kwa hiari yao wenyewe kwa ajili ya jambo maalum, tusiwafanye kwamba ni wajinga kwa ajili ya jambo lile. Na mara nyingi inakuwa kwamba baada ya kuwa yeye alichangiwa anachangia watu wengine. Ni jambo ambalo ni endelevu na lipo katika jamii yetu.
Wengi wamejaribu kulipiga vita, lakini mimi kwa fikra yangu tusilipige vita, kwa sababu upande wa pili ni kwamba inafanya hicho kitu kikatimia, kwa sababu ndoa ni sherehe, ndoa ni tangazo. Sasa inategemea wewe tangazo unalipeleka vipi. Ni kuwatangazia watu kwamba kuanzia leo Devi yuko na Mariam, Devi amempata Beatrice. Pote mbali ilivyokuwa huko nyuma, kama walisoma pamoja, walikuwa pamoja, walikuwa majirani, walicrash tu sehemu fulani kwa bahati mbaya na nini na nini, walikutana kwenye simu, yote itakavyokuwa. Lakini leo wamekuja wanataka nyinyi muwe mashahidi kwamba wao wameoana. Mnasemaje, amekuwa mwili mmoja? Ile bwana mmoja anasema pamoja na mwili mmoja, lakini tunapoagiza chakula, agiza sahani mbili, sio sahani moja. Yeah. Alafu usijamaliza, alafu swala la kusaidia ni kweli, kuna haja kubwa sana wale wenye uwezo wasaidie wale wasiokuwa na uwezo. Sasa wawashawishiwe, wakinaishwa kwamba wao pia wana wajibu huo wa kuweza kuwasaidia maskini, wagonjwa na wasiojiweza. Ni wajibu kwa kila binadamu, kila Mtanzania. Tuwe na moyo huo. Tutakufanya hivyo, nasema kweli tutakuwa tumeondoa umaskini, tumeondoa maradhi, tumeondoa ujinga. Ni vitu vinawezekana kabisa. Umefanya kazi nyingi, nimejaribu kuzifuatilia. Una sinema nyingi sana. Nadhani nikitaka kuzitazama nitamaliza miaka 2 kwa kusema ambazo kwa sababu sinema lazima niangalie mpaka mwisho nijue wewe uko pande gani. Ipi ambayo unaikumbuka na kwa nini unaikumbuka? Sinema naikumbuka ni sinema ambayo iliact na marehemu Kanumba, Cross My Sea, ambaye niliact kama bishop. Sio padre, ni bishop. Niteremshe cheo. Unakutana mtu mwingine anambia bwana uniact kwenye Cross My Sea kama padre, na wewe tafadhali. Niliact kama ni bishop. Ile ilikuwa ni challenging, lakini waliona na nilofanya nao kazi wananiambia nilijaribu. Ulijaribu. Yes. Ilikuwa challenge kivipi? Challenge ni kwamba mimi ni Muislamu. Kwenda kuact kama askofu, bishop au askofu, inabidi ujifunze vitu vingi. Lakini nashukuru kwamba Kanumba na bosi wake waliona ni kitu ambacho naweza kufanya. Kwa hiyo ilibidi kupitia kidogo kwamba bishop ni mtu wa namna gani, kiongozi wa dini mtu wa namna gani, anavyozungumza, anavyotembea, anavyosema. Ilibidi ujifunze, na pia baadhi ya mistari kwenye Biblia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilijaribu kustudy kidogo na nikajaribu kufanya. Ilikuchukua muda gani? Haikuchukua muda mrefu, hardly 2 weeks. Kitu gani ambacho kilikuwa kigumu sana kwako pale? Kuzungumza, alafu unajua hata kutembea. Bishop anavyotembea ni tofauti na kutembea mimi na wewe. Mfano anatembea alafu ni mwendo wa ndogo kidogo. Alafu mtu kapita ghafla nyuma. Huwezi kugeuka ghafla. Lazima unasikiliza kwanza, unapiga hatua 2 3, alafu ndio unageuka. Unamwangalia ni nani aliyekuja. Mfano pia umeshika Biblia mkononi. Mtu anakuja anataka kuzungumza na wewe. Hawezi kupia ghafla. Unamalizia ile mstari ambao unasoma na kumsikiliza. Alafu ni kumsikiliza kwa makini sana. Ndio kiongozi wa dini yako. Unakumbuka yoyote aliyekusaidia sana kuhakikisha kwamba unafanikisha hiyo? Ni Kanumba mwenyewe na bosi wake.
Walikutanisha na kiongozi wa dini? Hawakunikutanisha, lakini mimi mwenyewe nilifanya bidii nikawaona viongozi wa dini. Unamkumbuka yote ambaye umekutana naye? Alikwambiaje? Unajua ni watu ambao ni very cooperative. Pale Anglican Church ndiko tulikofanyia. Na wale walikuwa viongozi pale, na washukuru, walikuwa tayari sana kushirikiana na sisi na pia kujaribu kuelimisha baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tulifahamu. Kwa kuelimisha cross my sin, sio? Ndio. Kitu gani ambacho kimewahi kukuumiza kwenye kufanya hizo kazi? Maumivu ambayo yalibaki kama jeraha moyoni. Kwa hiyo kufurahia wanasema sio kitu kimoja. Kuna ile dhana tulionayo sisi watu wa kawaida. Upande wa dini yangu kuna watu ambao wakawa hawaelewi. Kuna watu ambao walithubutu hata kuniuliza kama nimerudi katika Uislamu. Haina uhusiano. Siku moja nilikuwa napata hasira, lakini baadaye nashukuru Mungu kwamba nilianza kuwaelewa kwamba hawa hawaelewi. Itabidi niwaeleweshe nini maana ya kuigiza. Nini maana kuigiza, na yale ni maigizo tu. Kwa kweli nilipata mtihani, hata baadhi ya familia nilizokuwa nazo karibu, kwa sababu bahati nzuri kwamba nipo karibu na familia za Waarabu. Sasa sio wote ambao niwaelewa. Wengine walifika hadi kunishutumu kwamba huenda nikaondoka katika Uislamu kwa sababu hiyo. Hakuamini kama yale ni maigizo. Waliona kwamba yale ni ya kweli. Ni vitu ambavyo vilinisumbua kidogo. Na wengine wakafika hadi kutumia members za misikiti, altars za misikiti kunisema mimi. Lakini bahati nzuri nilipoonana nao wakaweza kunielewa. Hata ile kunishtumu, kuna sehemu ambayo kuna mtu alikuwa rafiki yangu, mtu mzima lakini alikuwa rafiki yangu. Tunafahamiana Sunni. Sasa waliponiona kama niko karibu naye, wakaweza kumpa maneno ya kiajabu ajabu. Sasa yule bwana na msimamo. Kipindi bahati nzuri tukakutana wote ni msikiti mmoja. Yule bwana akathubutu kuwaita wale, nyinyi mlikuwa mmesema kadha kuhusu Ahmed Olotu. Huyo hapa. Semeni. Huwezi kuamini. Wale shida cha kusema. Asa basi kama mna muda huo njooni ofisini kwangu. Yule bwana alikuwa na kiwanda, alikuwa na ofisi. Siku gani? Kaja Jumanne, inawezekana saa ngapi? Saa 8. Basi. Kule siku ya Jumanne, saa 8 nipo pale. Hakuna lilotokea. Kila aliyepigiwa simu au unajua niko huku unajua. Yule bwana alikasirika sana. Nasema kuanzia leo sitaki kusikia mnaniambia habari yoyote kuhusu Ahmed Olotu. Kwa sababu yeye amekuja, niko tayari kujibu hoja zenu zote. Lakini nyinyi ambao mlikuwa mnamshutumu hamjatokea. Sasa ni challenge na nilikuwa zinanisumbua kwa sababu kuna watu ambao walikuwa hawaelewi, na wengine mpaka leo wanakuwa hawaelewi. Hawaelewi kwamba ni uigizaji, na pia ni fursa nzuri ya kuelimisha watu. Sisi tunaelimisha umma. Sisi ni kioo cha jamii. Sasa ule udhaifu wa baadhi yetu usipelekee kwa mtu akawa ameiponda kabisa. Sanaa ni kosa. Sanaa ni kioo cha jamii. Sanaa ina fursa nzuri ya kupeleka ujumbe kwa wepesi zaidi na kwa kueleweka zaidi kuliko hata watu wenye madaraka. Umepata tuzo kadhaa. Hongera sana. Kuna ambayo nafikiri nilikuwepo Zanzibar International Film Festival ya mwaka 2000 na
9-10 nafikiri. Lakini pia kuna zingine. Kuna moja nakumbuka ile ya dogo UNICEF. Ilikuwa ya UNICEF. Nashukuru. Hii sinema huu una mtazamo gani nayo, hasa namna ya ufanyaji, lakini pia kilichotokea baada ya kazi ile kufanya? Kama nilivyosema kwamba mimi naelimisha, na katika kuelimisha kuna njia nyingi za kuelimisha. Ile kidogo ilisumbua kwa kweli, kuonekana kama ni mzima alafu kwa kijana. Na ndio maana unajua hii naikumbuka ilikuwa na mazungumzo mengi sana. Ndio maana nafikiri umeenda kwenye swala la msingi mwenyewe. Yeah. Na nilikubali kuifanya kwa sababu ni challenge. Kwa sababu nilikuwa najua naigiza. Na kweli vitu hivyo kuna watu ambao wanavifanya. Sasa ili watu wafahamu, umma wafahamu kama kuna watu ambao ni nasemaje, mabaradhuli, ni watu ambao wana tabia mbaya. Kinje unamuona alivyovaa na uzima wake, na kumbe kindani ana vitu vichafu ambavyo anavifanya. Sasa nilikubali kuifanya, na wakati huo tunafanya na Maria Sarungi kwa mwingia katika field hii. Nilikubali kuifanya kwa ajili ya kuelimisha watu. Nilijua kuna watu wengine ambao watakuwa hawaelewi, lakini nilifanya nipate fursa ya kuelimisha watu waweze kufahamu. Na kweli ujumbe ulifika. Nashukuru kwa hilo. Kwa maana tukapata tu. Hongera kwa hilo. Asante sana. Thank you. Katika ufanyaji kuna kitu gani kilikuwa kinakupa ugumu? Mwanzo ilikuwa ni ile kuelewa script inataka nini. Na mara nyingi napenda kujua itapeleka ujumbe gani. Sasa kilichokuwa kinaniumiza ni kwamba watu wanapokea ujumbe tofauti. Sasa inabidi kazi nyingine tena ya kuelimisha. Yeah. Na ubora kumwelewesha yule mtu kweli ambaye anataka kuelimisha. Lakini yule mtu ambaye tayari ana picha fulani kichwani kwake. Sasa anakuuliza katika kutaka kutimiza ile picha yake ikamilike kichwani. Sasa unakuta kuna tokeo ubishi wa aina fulani. Uliofanya ni wewe, lakini mtu anakubishia. Sasa kama sio busara hapo tena mtomizana vichwa.